Bwana, nipe dakika japo kidogo tu ili uweze kupata funzo. Inaonekana klabu fulani hapa mjini, kuna meza, kuna mtu amelala. Kidogo yule mtu atashtuka kwenye ile meza, ataangalia time yake. Ukimwangalia kwa haraka haraka ni mtu mzima, yani mtu wa makamu. Alikuwa na miaka kama 45 mpaka miaka 50 hapo. Na ukimwangalia vizuri ni kama amezidiwa na kulewa, kwa sababu pale mezani zilikuwa zimetapakaa chupa empty za pombe. Yule mzee na mangamngamu ya ulevi ataita waiter, atakuja, atapiana bili. Waiter atalipa ile bili yule mzee na atatoka nje kutafuta taxi. Akiwa pale nje akiangalia kuna huku, ataona wale wadada wa kujiuza, yani kwa lugha kamili ni malaya. Atachukua malaya mmoja, ataingia naye kwenye gari mpaka guest ya jirani. Saa 11 alfajiri yule mzee anaamshwa, mzee nipe chango niende. Mzee kushtuka hivi hakuamini macho yake, kwa sababu kila alichokiona hakukusudia kuwa nacho ule usiku. Atamuuliza, usiku wa leo nimelala mimi na wewe? Yule msichana atakuja juu, mzee acha maneno mengi, mimi najua stori za wazee wa mjini. Nitakutilisha aibu sasa hivi. Nipe pesa yangu niende au nikujazie guest nzima. Yule mzee akasema hata usinijazie guest. Jana tulikubaliana shilingi ngapi vile? Yule mzee ataingia mfukoni na kupiana ile hela aliyokubaliana naye jana usiku. Msichana katika harakati ya kuvaa zile nguo kidogo, yule mzee atamuuliza tena, wewe ni msichana mdogo sana, kwa nini umeamua kufanya kazi ya umalaya? Yule msichana atamwangalia yule mzee, atajisemea kimoyoni, wacha nimeze kiburi changu, kuna uwezekano huu ndio kawa msaada wa kutoka kwenye hili janga la umalaya. Yule msichana akavaa nguo, alivyomaliza akakaa kwa kitanda. Mzee, ni maisha tu. Mimi kwa miaka yote nilikuwa nagundua kwamba bibi ndio mamangu. Kumbe alikuwa bibi si mamangu. Bibi alikuwa ni mama wa mamangu. Ndio, lakini bibi ndio mimi alionilea. Na kila siku kwa namsumbua yule bibi, naomba unipeleke kwa mamangu. Nakumbuka siku moja Jumamosi asubuhi yule bibi akaniambia twende. Kila siku unanisumbua, nataka kujua mamako aliko, twende. Tukaenda mpaka makaburi ya jirani. Kufika pale yule bibi akaniambia, sasa mamako ndio amelala. Nilisikia uchungu sana, kwa sababu kwa miaka yote nilikuwa natamani nimuone mamangu japo kwa sura. Bibi akaendelea kuniumiza moyo, akaniambia kifo cha mama yako wewe pia umehusika. Mimi nikamuuliza, bibi kivipi? Akaniambia mama yako alijazwa mimba akiwa msichana mdogo sana, akiwa darasa la 5 shuleni, na alijazwa na mwalimu wa darasa lake. Lakini mwalimu kwa sababu ya kuhofia kufungwa akatoroka, akatuachia sisi mzima. Miezi 9 ilivyofika mama yako akajifungua. Lakini kwenye kujifungua kwake, kwa sababu na umri wake ulikuwa mdogo, alipoteza damu nyingi, mama yako akafa. Wewe ndio ukabakia kama zawadi yangu mimi, na ndio nimekulea muda wote na mpaka sasa hivi umekuwa mtu mzima. Ile story iliniuma sana, lakini sikujua cha kufanya. Lakini akanenda miaka rudi, bibi naye akaaga dunia, na nikagundua kumbe miaka yote hiyo kuishi pale kwenye ile boma, bibi ndio akanikingia mimi kifua, kwamba wajomba na mashangazi walikuwa wanitaki, wanasema mimi mtoto wa malaya ni kwa siwezi kuishi pale. Tulivomzika tu marehemu bibi, wajomba na mashangazi wakalipuka tena, wakasema mimi lazima nipatoke. Mimi nikapatoka pale, nikaja mjini, ndio mpaka leo unaniona tumekutana mimi na wewe tukifanya kazi hiyo malaya. Lakini mimi sipendi, inaniuma sana mzee wangu, hii kazi sipendi. Tukiangalia upande wa pili, yule mzee machozi yamemtapakaa kwa kifua. Atachukua leso, atajifuta yale machozi. Yule mzee atageuka na kumwangalia yule msichana, atamwambia, kabla bibi yako hajafariki alijaribu kuelezea jina la mamako? Yule msichana akasema ndio, aliniambia. Yule msichana akamuelezea yule mzee ile jina la marehemu mama yake. Yule mzee ndio akazidi korogeka zaidi kusikia lile jina. Bwana, mpenzi mtazamaji wangu, kumbe yule mzee ndio yule mwalimu aliyomtia mimba mamake yule msichana. Kwa kifupi tu pale kitandani
yule mzee yuko na mtoto wake. Sasa swali langu la kizushi linakuja na hapa, kama wewe mtazamaji ndio yule mzee, ungefanyaje? Je, utamuelezea yule msichana kwamba wewe ndio baba yake, au utaamua kumsaidia yule msichana kumtoa kwenye umalaya kimya kimya bila kujua chochote? Bwana, nahitaji komenti yako. Komenti hapo chini uniambie ungefanyaje. Kama kawaida ni wako Ira Mr. Swali la Kizushi. Leo nimekuja kivingine. Usisahau kushare hii na wengine wapate elimu kama wewe, au sio?